Guy, amkeni. Woi, amkeni, kama umelala amuka, amusha hata majirani. Mtu wangu kila mahali polygamist. Polygamist ni nini? Wa ni mbaya. Hakuna movie imekasirisha mademu wa Kenya kama Polygamist, mtu wangu. Hey Jesus. Ebu simama hapo, ngoja. Ni saa 10:30 asubuhi. And then in the next 1 hour I need to get up. Letitia, niliwaambia naenda kuwatch hiyo series ya The Polygamous. Hey, mnafanya tuogope ndoa jamani. Jamani, wenye tuko kwa ndoa nataka tuishi aje? Tupaki virago vyetu tuende. I rebuke every spirit of Jonasi Gomorrah in my life. No, Holy Ghost fire. Oh, guys, if you haven't watched The Polygamist, you better watch, because I'm about to give you a true story about how it's Muigai, his real name was dating me, my friend Metabel, and my friend Modori Gitao, all at the same time, guys. Yo, at this point, you guys just lead me where I can get that HIV prevention injection, because the curveballs on that polygamist film is just crazy. At this point, I feel like we just need a holiday, a whole weekend to fear men, because these guys are not real people. The aliens are within us. Nani hawa watu tunaitanga wanaume? Ni kumoto manze, inasemekananga matanga kwetu arusi kwenu. Na inasemekananga ukistajabia mrasha utayapata ya polygamist. Na pia kuna ingine inasemekananga kichwa cha mwenzako kinyolewa chako kitie maji. Na this time kama wanaume tumepatikaniwa. Ati uko tu kwa nyumba unaenjoy Netflix and chills, alafu unapatikaniwa immediately kwa sababu kuna movie imetokelezea polygamist na most of the women wamepatikana kublame men. Welcome to this episode whereby nenda kupea twist moja safi ya polygamist na mrashia. Kitikitako ni kupeleke na mtiririko, na pia usisahau kubonyeza hiyo subscribe button, like na comment and share for more content. Na bila ya kusahau, mkuki kwa nguruwe ni mtamu, kwa binadamu ni uchungu. Movie triggered me a lot, ilinikasirisha, but here are some of the lessons I've learned from that. As a woman, you need to put yourself first. Joe didn't do that. He kept on taking this cheating man back over and over again. And you know what? This man kept on embarrassing her, on repeating, on making it worse. And he wasn't even remorseful. As a woman, you need to put yourself first, you and your kids first. Now, usijiambie I'm staying for the kids, because the kids will get traumatized. You see, what happens to these children who grow up in such broken homes? They either become enablers of abuse, the victims, or they abuse themselves, because the girl will be like, mbona niacha mtu juu ya kuchita ama juu ananichapa na mamangu alivumilia, and the boy is like, this is how my dad used to do, so I'm just following his footsteps. This is what men are supposed to do. Beat their wives and maybe cheat. Number 2, the second lady was Matipa, that girl. You see, one thing with side chicks, the problem of thinking your treatment will be different. No, it won't. It's just that uko in the line na pia wewe utatreatiwa the same. What I learned with her, you need to have your own money as a woman, because pesa ndo ilimweka kwa your relationship, and she thought she was better than the rest. But anyway, I thought she was smart until she got pregnant, and now she's in this mix and she couldn't take it anymore, so she left the kids. Na akaachia nani? Who was left with the kids? Joe, the good wife who will take anything. Men will embarrass you in the morning. Alafu kuna sasa S was the desperate one, na yeye ni ile ya kutangulia si kufika, because she was the first one and she alifichwa for 20 years. Alafu sasa see what happened to the kid. She was so desperate for fatherly love, such that when her uncle bought her a laptop, the first thing, she didn't know how to react even to it. She thought of kissing her uncle, because had you to accept her fatherly love, that would be so sick. And then there's Linda, the daughter's best friend, sleeping with the dad. No, that's a crazy thing to do. Just traumatizing to the kids. And I was like, hey, but also
narrows down to having your own money as a woman. Na pia tusitake pesa ya bure. Anyway, what have you learned from this series? It was so traumatizing. Alafu sasa you see how the son turned out. The son, okay, the girl turned out okay. Joy Luliza mamake, would you like me to end up with such a man? If no, I'm leaving. It was a no, so she left. And the boy, the father kept on telling him, you need to be man enough. And when we see at the end, and Nalala pia na Lindani, who probably have AIDS because she was sleeping with the father. It's crazy, but you know what? What are movies zingine za kuonyesha wanawake ni watu wako na akili, because I am sick of seeing this movie. Yeah, but I see the point. It was a very educative movie. Hata kama huja watch, hope umeelewa kwa sababu tumenaretiwa vifiti sana. Yani the movie and the moral lessons. Kando na movie kidogo, wacha tuilete into our real lives today. Na inasemekananga ladies first. Wanaume nyinyi ni baba yako, babu yako, bwana yako, ndugu yako na mjomba yako. Sawa. Mnasemanga all men are dogs. Baba Njeri amezima, I think amekunywa kakwota. Hapo pale kuna Baba Ann. Rada. Kawam, amezima. Ulisema all men are dogs. Si ndio? Nimekuletea brada yako. To continue living in Kenya, press 254. Welcome to Kenya. Kumbe wewe uko na bwana. Kumbe vile mimi sisi nakaa na wewe hivi, kumbe wewe uko na bwana. Hebu sema ukweli, kama wanaume tungekuwa na sisi tunazaa, unafikiri tungekuwa na watoto wangapi? Wallahi tena huyo Mrashia angefika Likoni kidogo tu. Inajishete Fatuma Nchombo, yani watu wangekuwa wengi. Aisha Mwakipungu. Yani watu wangekuwa wengi. Angejaribu tu kuvuka ngambo. Huku sio Tanzania Mrashia, it's still Kenya. Lakini hakufika. Alafu wallahi watu ambao wanapenda kujaji watu katika hii dunia, wallahi yule Mrashia hajatafuta mtu ambaye mvaki umalaya. Wote walikuwa stara juu mpaka chini. Yeah, wengine walikuwa Christians lakini stara juu mpaka chini, wengine mtu na mtoto wazi na mtu wa skuli. Alafu sasa ampate mtoto wa mwenzake akwenda vibaya. Subhanallah. Mtoto wa nani yule? Nishi naye mpangaji wangu yule tangu zamani yule mwana asikia. Mwasikia jamani. Mtoto wa mwenzenu akienda hivi tu. Nyinyi mnaye mwamnanga. Yaani yule Mrashia mpate Mungu asinipe pesa. Tunakwambia Mungu akinipa tu pesa napiga miwani yangu mimi. Niko huko club tu ama kokote tu niko hivi tu. Nataka utiaibu wanaume kama 200. Wallahi tena. Lakini ukiona hela zako, by the way in this world ukiona hela zako, hata akasimama nani, huwezi kubali. Maana mwenyewe utakuwa kuna standards zako mwenyewe umejiwekea. Kuna yule msichana mwanangu amfuatwa, mwanangu muendesha gari Jaguar, akakataa, lakini yule mzaa yake akataa hana njaa. Yule hana njaa jamani. Sasa yule msichana anatufundisha sisi wasichana, jamaa tafuteni kazi. Tutafuteni kazi na tutafute. Ngozi zote nyeupe jamani za kukubaliwa uende nazo chumbani. Juzi mzungu mwingine pale namuona na Omena. Omena alafu sio eti mzungu yule wa miwani tu. Kuna paka tochi. Utaona mtu amulika tochi tu. Walikodi watu jui. Jamani tukweni hapa. Hapa. Msipokuwa fit upstairs. Alafu kile tu watu yao shamba kile kimiwani uacha blinki upande. Nini amuoni? Amuoni kile kidude kinacho blinki. Alafu wajua nini? Tushukuruni yule mtu hakuwa yafanya yale mambo, waliwa record tu ile akapeleka ghetto. Wajua kama the movie is coming. Basi. Woman, after God, fear woman. Now you're preaching, Papa. Woman? Guys, nanawaambianga, my brother mkurugenzi once said, take some time and fear women. Take 15 minutes, fear women. Cause munaona hata Yesu alikuwa anajua. Munafikiri mbona alisema atatukujia? Alijua akituma fare watakula. The M in men stands for money and the W in women stands for withdraw. Tawafunza kila kitu. So yeah. Take some time and fear these ladies. Yeah. That you'd buy a woman a plane and she'll still fuck the pilot. Mtu mwenye akona vitu zimesimama kwa kifua hivi. Buda tomoka kwa acho, shinda po umeliati, how could you do this to me? Kuna mbaba alibaiana supermarket ngapi? Msichana akamcheat na mtu wa ndudhi wa delivery.